nakupenda wewe na nahitaji uwe mke wangu wa pili. Usiwe na hofu kwa hicho unachokisikia, na hata mimi ni mara ya kwanza nimekisikia kwako. Kikubwa tu huo upande wangu. Mkuu, afadhali nimekuona. Nilikuwa naelekea kwako. Una habari gani tena? Mkuu, nataka mme wangu awe msukule, kwa maana nilisikia akiongea na mwanamke mwingine kuhusu urithi. Mke wangu, mke wangu, please, mke wangu. Unaweza ukaniambia yule mwanamke ni nani? Tena mkiwa porini? Mke wangu, hamna chochote, maana yule ni mtu aliyekuwa akiniulizia dawa. Kwani naona kuwa mganga wa kienyeji? Hapana. Kwa hilo kosa ulilofanya sitokusamehe. Kaka! Umeona kaka wako ameshindwa, unaamua kuja wewe.
Asubuhi shemeji. Salama shemeji yangu. Habari za kuamka? Wapi shemeji? Mimi kweli sijalala leo. Kwa maana usiku nasikia fujo nyingi na sauti ambazo hazieleweki kabisa. Aya shemeji, ninatoka kidogo nikaangalie shamba za kaka huko ambazo aliacha. Haya shemeji yangu. Noria. Wai kurudi. Sawa dada. Mkuu, naona mambo yangu yanakuwa magumu. Nahisi mipango yangu inaenda kufeli. Aje tu mambo yanaenda kufeli. Ozile tayari yuko kwa hiki kijiji. Inaonekana kama amekuja kuangalia mali za kaka yake. Unataka tumfanye gisi tulivyomfanya kaka yake? Hapana mkuu, nataka awe chizi. Shemeji yako anacheza na akili yangu. Mke wangu, kwani kwenye uchawi kuna faida gani? Nilimwona shemeji akiwa na kaka na inaonekana kaka hajafa ila ni msukule, na mimi sikuamini sana kuhusiana kifo cha ndugu yetu, kwa maana ilikuwa ni kifo cha ghafla sana. Kwani kama maneno nayoongea kabisa ni kweli? Mke wa kaka yangu ni mchawi? Ni kweli kabisa, na tena amehusika kwenye kifo cha kakako, ila ni hatari, kuwa makini.
Mkuu, naona wewe kijana bado anafuatilia nyayo zangu. Nataka afe tu, ili mradi wananisaidia kazi zangu. Hiyo ni kazi ndogo sana, ila ni kwa masharti. Unaweza ukanigawia pande la shamba lako? Ndiyo mkuu, hiyo sio tatizo. Sioni mkuu. Mme wangu, mme wangu, mme wangu, mme wangu, mme wangu, mme wangu, dada nini? Mme wangu, Dada ni nini dada? mme wangu, Nini? Dada kuna nini? Mbona sikuelewi? mme wangu ameshafariki. Sasa dada kiaje, mna wakati tulikuwa tunajua kama alienda mjini. Viliendekaje? Mimi sikuelewi dada. Inahitajika mtoe mume wako kafara, na ukifanya hivi utakuwa mkoa wa chai wote. Akipita hapa afe. Dada! 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 Dada!
baba mtumishi, kama kisi unavyomwona shemeji yangu, hivyo ndivyo alivyoletwa hapa. Kwa hiyo hapo alipo haoni kabisa, ameletwa ni kipofu, na mpaka sasa sijaelewa ni kitu gani kabisa. Kwa hiyo ningekusii sana kabisa kwa maneno yako kwa ajili ya kumsaidia shemeji yangu. Wakati ninamwangalia shemeji yako, ninaona ya kwamba juu yake kuna giza. Juu yake kuna giza ambalo liko linazunguka mahali alipo. Hiyo inakuwa inatokana mara nyingi wakati mtu ametenda dhambi. Wakati mtu anakuwa anagusa mambo fulani ya giza, yale mambo yanakuwa yanamshindikiza. Sasa na yeye inawezekana pana kitu ambacho amefanya ndani ya maisha yake, wala pana kitu ambacho anaficha. Wakati angaliki anaficha kitu hicho ndani ya maisha yake, hawezi akapokea uponyaji. Inabidi aweze kufunua lile jambo, aweze kukiri, aweze kutubu, na wakati atakapotubu, na ninaamini ya kwamba atapokea uponyaji. Shemeji, kama kuna makosa ambayo ulifanya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, ni lazima uyatamke hapo mbele ya mtumishi wa Mungu. Nakusihi sana. Nilimpenda sana mume wangu, tena sana zaidi. Acha tu niongee ukweli, ilikuwa hivi. Mume wangu, mbona sikuelewi? Kuna tatizo gani? Tatizo ni lile lile, mke wangu. Mimi siwezi kuishi na mwanamke ambaye hazai. Nahitaji mtu ambaye atakuja kulisi mali zangu, mke wangu. Ndugu yangu, mimi nina matatizo sana na mke wangu, na zaidi ya miaka 4 mpaka sasa bado hatujapata mtoto. Sielewi nifanye nini. Hivi kweli ushawahi kwenda kwa mganga kupimisha mjue tatizo ni nini na suluhisha kuhusu msipati mtoto? Yote tumeshafanya. Ndugu yangu, nina wazo. Kaongea na shemeji kwanza kuhusiana kuongeza mwanamke wa pili, kwa sababu miaka inaenda, inabidi mtafute mrisi. Wazo nzuri ndugu yangu. Mke wangu, ili kuepukana na hili tatizo, nilikuwa na wazo niongeze mke wa pili. Mkuu, afadhali nimekuona. Nilikuwa naelekea kwako. Una habari gani tena?
nataka mme wangu awe msukule, kwa maana nilisikia akiongea na mwanamke mwingine kuhusu urithi. Hivyo ndo gisi ilikuwa. Kwa sababu umetoka kuongea ukweli, imani yako imekupa. Basi kwa kukaza chenye ambacho tumetoka kuongea siku ya leo, basi tungefanya ombi ndogo ya kushindikiza imani. Baba uliye mbinguni, jina lako lipewe sifa na ufalme wako uje. Basi angalia, mtoto wako amekuja mbele zako na akijielewa ya kwamba yeye ni mwenye makosa, mwenye dhambi. Basi amekuja mbele ya msalaba, na huo msalaba tunajua ya kwamba mtu yoyote ambaye angeweza kwenda mbele ya msalaba angeweza kupokea uponyaji, bali ametoka kukiri dhambi zake, kutubu dhambi zake. Basi Père bien-aimé, pokea maombi yake, pokea maombi yake uweze kumponya katika jina la Yesu Kristo, amen. Shemeji, naona mtumishi. Asante, asante sana, asante Mungu. Shemeji, naona shemeji. Shemeji, naona shemeji. Amina shemeji. Naona shemeji. Amina shemeji. Naona. Amina shemeji.